Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu anakata roho msalabani. Jesus was dying in the Maiti cross. zinafufuka. And the deaf people were being Watu wa resurrected. kwanza kushuhudia Who were the first people walikuwa ni to? wanawake. It was the woman. Amen. Sije mkasema ni maneno yangu. Don't say Mathayo it is my 27 mstari wa word. 55 mpaka Matthew 56. verse 27 verse. Sije mkasema maneno yangu jamani. You may not think that I'm speaking from my own words. Mathayo 27 mstari wa 55 mpaka 57. Matthew 27 verse. Mathayo 27 mstari wa 55. Biblia inasema, palikuwa na wanawake wengi There were so many women there. pale wakitazama kwa mbali. When they were looking from a distance. Hao ndio waliomfuata Yesu kutoka Galilaya Those are the ones who followed Jesus from Galilee. na kumtumikia. Miongoni mwao walikuwamo Mariamu Magdalena, Amongst them was Mariam Magdalene. na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu, And na mama yao their wana wa mother, Zebedayo. the children of Amen. Zebedayo. Amen. Umemaliza 26? 56? 56. Umemaliza? Ndio. Umesikia? You Hapo heard. Simoni Yohana, I do not see Joanna hapo here. Simoni Andrea, I do not see Andrea. hapo Simoni sui nani, I have not seen anyone. wala Mathayo mwenyewe hakuwepo Or even pale. Matthew was not Lakini there. unaambiwa alikuwepo akina Magdalena. But the Magdalene was Wanawake there. The women. ndio walikuwa wako nyuma yake. They were behind him. Wewe ukitaka kujua vizuri, If angalia you want to anzia know mistari ya very mbele well, juu start kidogo with the pale. scriptures in Utaona front. wakati You hekalu will know lilipopasuka, when the altar Yesu was- anakata roho, Jesus was maiti dying. zinafufuka, That resurrection. zinaingia mjini, That- walioshuhudia ni The ones wanawake. that saw it Amen. was the women. Amen. Kwa sababu wao hawakutaka kumwacha Yesu. Because they did Muda not wote want to walikuwa leave nyuma Jesus. yake. They were Muda behind wote him the kila whole hatua time. walikuwa Every na Yesu step, they pamoja were na with yeye. Jesus Christ. Hata Yesu alipokufa Even Jesus when he died. na walijua pale kaburini kuna askari. They knew that there in the grave there was Tena a wameambiwa police. kwamba walinde salama And they said that ili wanafunzi wake protect, wasije so kumwiba. that this Lakini kwa disciples sababu might ya not come to ujasiri ya steal. wanawake, waliamka asubuhi, wana chupa ya mafuta, The women woke up in wanaenda the morning with kaburini, oil, and they were going wanasema to hata the kama grave. kuna askari, They are sisi looking if hivyo there's a hivyo police. We tunakwenda, are going. tunaenda kumpaka And we are Yesu going to mafuta. anoint Jesus. Hawajali hata ulinzi ulioko They pale. did not care about what Amen. protection Wanafunzi was walikuwa there. wanaume walikuwa wapi? Where were the Wamejifungia men? ndani. They were locked inside. Wanaume wamejifungia The ndani. men were locked inside. Wanaogopa They kukamatwa. were scared to be captured. Wanaogopa askari. They were scared of the Lakini police. wale wanawake mashujaa those women, wao wakapiga mbio, they went. wakaenda pale, they wanakuta went there. wanasema And then they tunataka said, kumwona "We Yesu. want to see Jesus." Amen. Leo nataka wenyamazishe wasiseme. Today you want to Ni silence nani them so ambaye that they may alishuhudia talk. kwamba mle kaburini hayupo Who kama has sio wanawake? witnessed that Ndio walikuwa wa Jesus was in kwanza the grave. na ndio waliopeleka habari They kwa are the kina ones Petro who- wakati wamejifungia, hawasemi zote, ndio wa kwanza They kushuhudia are the first ones Yesu to amefufuka. witness that Jesus Tungejuaje has Yesu been amefufuka resurrected? kama wanawake How do you hawakuwepo? know if there was woman not there? Tungejuaje? How would you have known? Habari ya ufufuko ni wanawake ndio wa kwanza The kutangaza habari ya resurrection, ufufuko. it was the woman who announced it. Amen. Hallelujah. Leo unasema mwanamke, Today you are saying that asitangaze habari. a woman must not preach the good news wangeona of God. wakanyamaza kimya, And then na wao wangeenda kujifungia nyumbani If the kwao men na waume continued zao to lock wakakaa themselves kimya. inside and Tungejuaje quiet? habari njema How kama would hii we have ya known the Yesu great news kufufuka? of Jesus Christ being resurrected? Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, In the book ngoja of tuangalie Acts, kwanza habari let us look za about wanawake. Nataka tuangalie things habari of za wanawake leo, the news of Kutoka the woman. 38 mstari wa 8. Verse 38 verse 8. Biblia inasema, The Bible says, kisha akafanya hilo birika la shaba na tako lake la shaba. Shaba hiyo ilikuwa ni ya vioo vya wanawake vyenye kutumika, waliokuwa wakitumika mlangoni mwa hema ya kukutania. Walikuwa wanatumika wapi? Mlangoni mwa hema ya kukutania. Ni wanaume. Wanawake. was it men? Sasa kama wanawake wanatumika if women kwenye were mlango wa hema ya kukutania, The leo altar of nasemaje meeting. wanawake wasitumike? How can you say that women are not supposed to Sema work? yote baba. Kama toka mwanzo wa uumbaji From the wanawake beginning of wanafanya creation, kazi the women kwenye were hema ya working. kukutania, In the altar leo they nasema were wanyamaze meeting. kimya. Today you're saying that they must keep quiet. Haleluya, Amen. haleluya. Amen.
Daudi anasemaje katika Zaburi 68 mstari 11? Zaburi 68 mstari 11. Biblia inasema, The Bible says, Bwana alitoa neno lake. God gave his word. Wanawake watangazao habari njema. Bwana alitoa neno lake. Wanawake watangazao habari njema. Wanawake watangazao habari njema. Ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa. He's a big soldiers. Nasema, I'm saying, wanawake wa Betania, women wanaotangaza habari njema za Yesu Kristo. Hebu mchapieni makofi ya shangwe, kwa sababu ninyi ni jeshi kubwa. Kila mwanamke wa Betania ana uhuru wa kutangaza habari njema. Kila mwanamke ndani ya Betania anayo mamlaka ya kuhubiri habari za Yesu. Kila mwanamke uko ndani ya Betania, simama ukatangaza habari njema. Kwa simama ukatangaza habari njema. Utakuwa mchungaji, utakuwa askofu, utakuwa nabii, utakuwa mtume, ili mradi kwamba umemwamini na kumpokea Yesu. And receive Jesus into your life. Hallelujah. Amen. Kama uko Betania, tembea kifua mbele. Hakuna wa kukuzuia. Hakuna jinsia hapa. Hapa wote naona ni watu. Hapa sioni jinsia. Hapa naona ni watu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuja kwa watu. Haji kwa jinsia. Haji kuangalia huyu ni mwanamume, huyu ni mwanamke. Wote ni sawa sawa katika Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tumwangalie Yoeli. Let's look at Joel. Sura ya 2. Verse 2. Mstari wa 28 mpaka 30. Na neno hilo tutaliangalia tena katika Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 21. Maana msije kasema haya maneno ya Agano la Kale. Don't say that this comes from the Old Testament. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Biblia inasema, the Bible says, hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Juu ya wote wenye mwili, sio wanaume peke yao, sio wanawake peke yao. Bwana anasema atamimina roho wake juu ya watu wote wenye nini? Wenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake, kwa wake ndio watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto, ndio, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu, wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Amesema atamimina roho kwa wanaume. Did he say he's going to pour it to the men? Amesema atamimina roho wake kwa wote wenye mwili. Wanawake hawana mwili. Men. Wanawake hawana mwili. Sasa kama Mungu amemimina roho ndani yake, unamwanzaje? Unamwambiaje anyamaze kimya? How can you tell a woman to keep quiet? Unaanzaje? How do you start? Unaanzaje kunyamazisha ambaye Mungu mwenyewe ameamua kumimina roho wake ndani yake, halafu ambia nyamaze kimya? And then you are telling that person to keep quiet. Hajasema atamimina roho. Tena bahati nzuri amefafanua kule mbele. Hebu soma Matendo ya Mitume sura ya 2 17 mpaka 21. Sura ya 2 mstari wa 17. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Nitawamwagia watu wote roho yangu. I'm going to pour all my spirit in all the people. Na wana wenu na binti zenu, and your sons and daughters, they will na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto, and your elders will dream dreams. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu, and in those days I will pour my spirit, wanaume na wanawake, men and women, roho yangu nao watatabiri. Rudia tena mstari wa 18. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu, wanaume na wanawake, men and women, roho yangu, my spirit, nao watatabiri. And they will prophesy. Mungu anaenda kumwaga Roho Mtakatifu ndani ya kanisa ya Betania. Wote mtakuwa manabii, wote mtaanza kutabiri, kila mmoja kwa jinsia yake. Usiangalie wewe ni mtoto, usiangalie wewe ni binti, na wewe siku moja utasimama hapa na kutabiri. Ninakutangazia leo, Roho wa Mungu ajae ndani yako, Roho wa Mungu akae ndani yako. Wewe wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, Roho wa Mungu anaenda kushuka, kila mmoja akaweze kutabiri. Everybody may be able to prophesy.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Endelea mstari wa 19. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, Ndiyo, na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Haleluya. Haleluya. Amen. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. That is the work of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu anapomiminwa, Roho Mtakatifu anapoingia mahali, ni lazima badilishe maisha ya watu, ni lazima atengeneze mitume, ni lazima atengeneze manabii, ni lazima atengeneze walimu, ni lazima atengeneze wachungaji wa jinsia zote, si mwanaume si mwanamke, na nasema hata wazee na wataota ndoto. They are going to dream dreams. Watoto wa Filipo walikuwa mabinti mabikira, lakini Roho wa Mungu aliwajaa wakawa manabii. The Spirit of God was in them and they became prophets. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nataka tuende kwenye maombi. So now we want to go to the prayers. Na leo tunataka kuombea hali ya nchi yetu. And today we want to pray for our country. Na kwa sababu Daudi amesema, because David said, wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Ninataka leo wamama wa Betania ambao wamekombolewa, nataka wapaze sauti kwa ajili ya maombi. Ninataka mama mmoja asogee mbele ambaye atapaza sauti kutuongoza sisi wote katika kuingia katika maombi.